Hello my people, yani maandamano ya jana yalifanya ile kitu, but thanks God nimefika na updates za Neema in today's episode. Before we provide, kindly subscribe to this channel. Basi acha kasonge na part 1 teketeke. Ndio wakati Neema anatoka kotini, Mark alimcall akamuuliza kama kesi imeisha. Neema akamwambia ya imeisha but tunatoka, nitakwambia nikifika. Richard akapigiwa simu akiambiwa kwa ofisi kuna new client huko. Najua alikuwa amemalizana na Neema, akaamua kwenda kuona. Babu alimuuliza Neema, umepanga aje? Sasa in case Edia awin kuchukua Ian. Neema akamwambia sijui hata nitafanyaje juu Ian haezi ishi bila mimi. Isabel akamwambia haya, maybe itabidi muende wote huko muishi pamoja, lakini Neema akamwambia aje over my dead body. Wacha sasa Richard afike kwa ofisi apate client amemuita. Guess ni nani? Karen. Richard akamuuliza, wait, usiseme wewe ndio my client? Karen akamwambia ya, mundu ni mie. Richard akamwambia hata iwe pesa ngapi, siwezi kuwa lawyer. Lakini Karen alimconvince Richard, akamwambia hakuna lawyer mzuri kama wewe. So let's work, but Richard akamwambia, wewe na Neema ni maadui na mimi ni lawyer wake. So hakuna venye naweza kuwa lawyer wako. Karen akamwambia relax. Neema na mimi tulisolve mambo yote, tuko sawa sahi. Sharon amekujia mshahara kwa Eddie kwa kumtetea kotini. Eddie akumfeel, akampea and of course lazima Sharon angehesabu. Hadi Eddie akamuuliza, kwani uniamini tena? Sharon akamwambia siwezi amini mwanaume aliabandon bibi na watoto wake. Eddie akamwambia hakuna tofauti yako na mimi juu pia umepata pesa kwa kudanganya kotini. Sharon alimwambia sikiza, tushamalizana na nisiwahi ona hii sura yako ama kusikia sauti yako mbaya. Nimefanya venye ulitaka, ushanilipa na tumemalizana. Na ukisumbua nenda koti kusema venye ulichoma hotel ya Neema. Eddie akamwambia after all ni bwanako alichoma, so ni yeye ataenda ndani. Sharon akamwambia I don't care about him. Kumbe yule investor wa Eddie alitaka wafanye some expansion kiasi, but Eddie akamwambia maybe si sahi baadaye kiasi juu sina pesa. Investor akashtuka akamuuliza, si nilikupa pesa kwani kuliendaje? Kumbe zile pesa Eddie alipewa alizitumia kwa mambo yake. Zingine kuongana na zingine akampa Neema. So Eddie hana eni na sasa hivi ndo investor alitaka. Sikiza, yule investor anafanya kazi na Karen, walitaka Eddie atumie pesa ziishi. Ndio wakati wanazitaka Eddie apatikane hana na hivyo ndio watachukua hoteli yake. Investor amejam sana, akaambia Eddie sikiza, nataka 2 million zangu sahi or else kinakuramba. Eddie akajua basi yeye kuisha. Tuingie part 2 sasa. Neema asharudi na sasa ashajua Rachel akwambia Eddie kuhusu Ian's kidnap. Ni Sharon ndo alisema. Neema aliwaeleza venye kila kitu kilikuwa sawa until Sharon afike. Mark akamuuliza, na Eddie alikuwa na witness kweli? Neema akamwambia ya, alikuwa. Sharon alisema kila kitu hadi akataja Rachel. Rachel akamuuliza, sasa mimi niingilie wapi? Neema akamwambia alisema venye Ian anakaa na Mark venye anakaa na baby mama wake. Yani Neema akimagine ushuhuda wa Sharon ulimaliza kila kitu, anakosa kuamini. Jojo alijam. Akakuja kutafuta Sharon but akakutana na Val akamuuliza, mamako ako wapi? Val akamwambia si alienda koti kutestify mamako. Jojo akamwambia I thought so, lakini huyo mama yako ameenda akatestify against mom. Na sasa yeye ni witness wa babangu na amechoma vibaya sana. Val ndio hakuamini. Amani kufika, mamaki akamuuliza haya, unafanya nini hapa sahi? Yafaa uwe kwa expedition. But Amani akamwambia it was cancelled. Ati cancelled? Amani alimwambia nitakwambia but si sahi. Kumbe Val alimletanisha sana mamake hadi akakuja kwa Mark. Neema alikuja akauliza Sharon, mbona unifanyie hivi? Sharon akamwambia
Mimi nilisema tu ukweli, kwani mlitaka nidanganye? Mark akamuuliza, mbona basi usimame na Neema, useme ukweli venye Eddie alitaka kuchukua mtoto? Sharon akamwambia, mimi lazima niseme ukweli. Mark akamwambia, enye utai change, fools also grow old. Mark aliambia Sharon, usioonekana kwa hii compound yangu tena. Val hakuwa na otherwise. Aliombea mamake msamaha na Mark akamwambia, wewe na babako mko welcomed, but mamako asiwahi onekana hapa. Sharon ni kichomi sana. Rachel aliambia Joseph, nasikia hadi Sharon alisema wewe na Jojo mnapendana. Kwanza Amani akaombea story ya Jojo ndio imefanya expedition kuwa cancelled. Rachel akamuuliza, kwani what happened? Amani akamwambia kila kitu, venye Jaden aliona picha ya Jojo akiwa half naked na venye walipigana. Rachel aliambia Joseph, please stay away na Jojo. Neema walikuwa wameamini sana Sharon hata waangusha, but badala ya kuangusha aliwamaliza. Rachel alijaribu sana kuambia Joseph, please kaa mbali sana na Jojo, na mimi ninaenda. Amani akamwambia, unaenda wapi mom? Rachel akamwambia, sitakaa huku for long, nishapona na ni time yangu niende. Rachel akamwambia, please mom, relax, kaa na sisi huku. Dada anaweza enda hivi akudefend tena, na hawezi fanya hivyo ukiwa mbali. Amani anafaitia mamake kurudiana na babake. Hawa wamefika nyumbani, Val amejam sana hadi anauliza mamake, wewe ni mama aina gani roho chafu? I am so ashamed sana na wewe kuwa mamangu. Sharon kuambiwa hivyo akampiga Val kofi. Akamwambia, kwanza unajifanya sana, Amani anakupenda, huyo boys hakupendi kabisa. Kaa ukijua hilo. Val alijamu akatoka akamwambia, siwezi taka kuwa na mama kama wewe. Enyewe mambo inachemka.